Wito wangu kwa Watanzania ni kudumisha amani, kudumisha amani na kufanya kitu unachokielewa. Unajua, unaweza ukawa unasikia mambo na unayafuata uyaelewi, unafuata tu mkumbo. Lakini amani inadumishwa na sisi wenyewe. Hakuna mtu atakayetoka nje kuja kutudumishia amani yetu. Ni sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi niwape wito Watanzania wenzangu, watumishi wenzangu, tuende tukapige kura. Kupiga kura ni haki yetu ya msingi. Tukapige kura. Tukishapiga kura, turudi nyumbani, tukatulie, tusijimishe mambo mengine ili amani yetu iendelee. Kwa sababu amani ina gharama zake ikipotea, ina gharama zake ikipotea. Kwa hiyo tuidumishe hii amani ambayo Mungu ametupa. Hii amani tumepewa na Mungu, tuidumishe, tusiivuruge. Mimi ndio wito wangu kwa Watanzania wenzangu, kwa watumishi wenzangu na kwa watu wote wenye mapenzi mema na nchi hii. Lengo la kongamano lilikuwa ni kuwatoa watu gizani. Kulingana na lile neno liko kwenye Efeso 4. Na kuna Efeso 1 pia mstari wa kuanzia 17-18 pale mpaka 21. Wanasema fahamu zimetiwa giza, akili zimetiwa giza. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukiliangalia kanisa linavyoenda, unaona kabisa halipo sawa. Kuna giza fulani ambalo lipo kwenye ufahamu. Kwa sababu vitu vyote vinafanyika kwenye ufahamu. Unakuta makanisani sasa hivi tofauti na sisi kile kipindi tulichookoka. Unakuta hata mtu aliyeokoka anavovaa tu, anavoingia kanisani, sio kama mtu ambaye anaenda kwa Mungu. Maana unapoenda kwa Mungu kuna namna yake na hofu fulani tukoe nayo ya Mungu. Kwa hiyo unakuta yale mavazi, unakuta mitembeo, watu wamefika mahali mpaka wanauza upako. Kwa ni giza kubwa sana ambalo lipo na ni unabii ushatolewa kwamba kutakuwa na mambo haya. Lakini kwa wale ambao wanataka kwenda mbinguni tunawasaidia sasa kuondoa lile giza. Na tunaondoa giza kwa kutumia maarifa, mafundisho. Tunaondoa giza kwa kutumia maombi kama Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, anawaambia Mungu yani awape nuru. Yani macho ya mioyo yenu tiwe nuru, yani anaomba. Kwa kuna maombi ya kutoka kwenye giza. Kuna sisi wenyewe kukiri sisi ni watoto wa Mungu, hatutaki giza. Alafu kulifanya kanisa liwe kwenye nuru. Yesu ndio nuru yenyewe. Kwa hiyo watu wakikataa giza, wakitembea kwenye nuru, mbona kila kitu kitaenda vizuri. Kwa hiyo tumeona hivyo na lengo hasa ndio hilo, na kwa kweli tunamshukuru Mungu. Kuna matokeo makubwa. Giza limefuta. Naitwa Pastor Valentine Alois Ndiambi. Ni mmoja kati ya viongozi kwenye kanisa hili la DPSI ambao ni Deliverance and Perfection of the Saints. Maono ambayo aliyaona mke wangu alipewa na Mungu, ambayo yenyewe kazi yake kubwa ni kuwafungua watu, kuwafungua katika ufahamu, kuwafungua katika vifungo na kuwafungua katika mambo mbalimbali. Na kwa kweli toka tumeanza hii huduma hapa, watu wengi wamefunguliwa katika nyanja mbalimbali. Sasa moja kati ya vitu ambavyo mke wangu ameviona katika season hii, mtumishi wa Mungu yeye kwanza anahudumu katika zile huduma 5 zile. Yeye yuko kwenye huduma ya kinabii lakini pia ya kimtume. Kwa hiyo yeye akapata hiyo vision ya kwamba sasa hivi season tuliofika sasa hivi ni ya kuwafungua watu katika giza. Watu wengi wanaenenda katika giza, hawaoni. Na neno ambalo tulikuwa tunasoma ilikuwa kwamba watu sasa kama wanapapasa kama wakati ule wa kitabu cha Mwanzo kabisa alikuwa anazungumzia kitabu kile cha Kutoka alikuwa anazungumzia habari ya Musa katika ile mapigo moja ile namba 9 ni kwamba nchi ile ya Misri iliingizwa giza na watu wakawa na papasa. Sasa yeye alichokiona ni kwamba watu hata kama wako makanisani bado wako kwenye giza, na lile giza limewafanya kiasi kwamba wanapapasa, hawajui hata waombe kitu gani, hawajui waende wapi. Kwa hiyo kama alivyokuwa nasema hapo mwanzoni kwamba wengine sasa wakaamua sasa kuto kwenda makanisani kwa sababu wamekwazwa. Ndio maana juzi tulitembea na lile neno la kwenye Luka pale sura 17 kuna makwazo hayana budi kuja. Lakini bora sasa ile makwazo yamewakwaza watu kiasi kwamba hawaendi tena makanisani, lakini pia na watu hawajui waombe kitu gani na hawajui hata wafanye nini. Kwa hiyo ndio maana sisi tunamsikiliza yeye Mungu alichomwambia. Kwa hiyo tukafanya haraka na kuwaita watu na kuweza kuwakusanya ili kusudi tuweze kufanya ile kongamano la siku 7 na hawapitishe watu katika hilo. Kwa hiyo watu
tumepitishwa kwenye kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 pale kuanzia mstari wa 25 imezungumzia kwamba Mungu anakurejeshea wewe vyote vilivyoliwa na nzige, vilivyoliwa na parare, vilivyoliwa na madumadu na vilivyoliwa na tunutu, yote vile kuna kurejeshewa. Lakini pia tukazungumzia kuhusu kuondoa makwazo na mtu kufikiria mtu fulani amekukwaza basi ukaacha mambo yote ya kiroho. Lakini sasa kama ulivyoona hapa leo tulikuwa tunazungumzia haya masuala mazima ya kuwafikisha watu pale ambapo Mungu anataka.